Ilikuwa saa 1:30. Risasi ililia hapa mara 3. Sasa kulia mara 3 sisi tukatoka hivyo. Ndio kuja tukapata ni wezi wameingia hapa. Na waliingia kawa wamezima lights. Kuzima hivyo lights wakaanza kukorofishana, wakachukua pesa ilikuwa. Sasa wakiwa kwenye harakati waambiwe mbaba awatumie pesa yako nayo kwa account, ndio wakaanza kukorofishana. Sasa kwa kukorofishana hivyo akakataa. Kukataa, bibi yake akakuwa anatoka huko kuona light imezimika aje. Light kuja hivyo baba akaambia bibi yake kwa kesi, fanya nini? Watoroke. Sasa wakitoroka wakataka kushoot mbaba. Kutaka kushoot mbaba, kumbe wakashoot mwenzao. Wakashoot jambazi mwenzao, akampiga risasi ya mapaja. Sasa kwenda kurusha ya pili, ndiye akapiga yule mama risasi hapa hivi. Shingo ikapasuka. Ndio tukakaa. Hakuna response ya polisi wanakuja, na hapa tunashangaa sana kwa sababu hapa karibu kuna polisi wanalinda hapo. Hata wao wangekuja waone, au walitulia tu huko penye walikuwa. Hawakuja. Ndio tukakaa sana. Ndio polisi wakakuja na hizo gari zingine. Kwangu mimi naona ya kwamba serikali yetu ya Kenya itusaidie sana kuhusu ulinzi. Sababu kama tukakaa muda sana tukaona gari ya polisi na tokea kule aje hapa. Hata tukajiuliza hata kama polisi ingekuwa karibu hapa, hawa watu wangewashika kwa haraka sana. So kauliza mzee huyu mwingine, kumbe walikuwa wawili, mmoja akapika mwenzake risasi akapaki ndani, alikuwa anafikiria anapika mzee. Mama alitoka mlango wa nyuma. Mama alipotoka mlango wa nyuma ndio jamaa akamwona akampika risasi. Na huyu mzee wetu naye alikuwa amekaa pale. Huyu jamaa alifikiria sasa ndiye anapika mzee, kumbe anapika mwenzake. Na huyu mwenzake sasa akaamua kutoroka. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie ulinzi katika Bungoma hili. Wasaidie usalama hapa Bungoma. Vitu kama hii tutaki kuona ikitendeka. Sisi tunataka security. Wawe kali watusaidie watu kama hawa wanaswe. Watu wawe huru katika sehemu hii ya kaunti yetu hii.